Msikili mzee. Narudia tena. Si mnataka maoni yangu? Maoni yangu. Usiwekeze cryptocurrency. Unaona watu mmestuka afu hivi kasemaje? Mnawekeza huko nyinyi. Usiwekeze Bitcoin. Usiwekeze. Si mnataka maoni yangu? Kwa nini? Nitakupa sababu. Fedha ya nchi yoyote inatambuliwa kwa nchi. Fedha ya Tanzania, fedha ya Kenya, dola ya Marekani. Cryptocurrency ni ya nchi gani? Wale wanaopotezaga pesa kwenye cryptocurrency wapo wengi ambao hata mimi wamenifuata. Wanaenda kulalamikia wapi? Kwenye sheria nchi gani? Ni pesa tu kwenye kompyuta tu, kakaa jamaa mmoja pale katengeneza, kawakusanya hawa na wale na wale, umeingia kule kichwa na walamba. Nina sababu nyingi kwa nini ninakuambia usijaribu. Mama mmoja milioni 6 kaingiza, akapata faida milioni 6, halafu akaenda akakopa milioni 40 benki, akaziingiza zote, mfumo ukagoma. Ana deni la zaidi ya milioni 40 kulipa kwa miaka 7 ijayo. Aliingiza cryptocurrency. Vijana nawaomba na nawashauri, msiingize pesa huko. Utaenda kulalamika kwenye nchi gani? Sheria ipi inayoitambua ile? Na ukule uliyempa pesa ni wa nchi gani yule? Hamjui mtu. Okay guys, how about you? I hope you're doing fine. Mr. Kileni hapa naongea. Kwa hiyo leo nilikuwa nataka nizungumzie kuhusiana na issue ya mwalimu Emilian Busara. Huyu ni mwalimu mzuri sana na wafuasi wengi. Katika vitu ambavyo anaviongea sio uongo jamani. Inabidi tuelewane. Sio uongo. Umeona? Sio uongo kabisa. Sio uongo kabisa. Sio uongo kabisa. Anachokiongea ni sahihi. Na ni kitu ambacho watu wengi inabidi waweze kuelewa kitu gani ambacho anazungumza. Hapa nimetoa kwenye kwenye group la Kileleni ya Airdrop ili mradi watu wote ambao waweze kuelewa kitu gani ambacho nakielewesha. Nimeweka hivi maksudi ili nieleweshe hata yeye mwenyewe ajue. Na hisi hawezi kuiona hii video na ameshakuwa mtu mzima, hawezi kuweza kuelewa kitu gani ambacho kinaendelea. Kitu alichoongea sio uongo, ni ukweli. Kuna watu wengi sana wamepoteza hela nyingi kwenye cryptocurrency, hata sisi wenyewe, hata mimi mwenyewe nimeshapoteza hela nyingi kwenye crypto, lakini kuna baadhi ya vitu inabidi aeleweshwe. Kwanza, kitu cha kwanza kabisa nimesema anachoongea sio uongo, ni ukweli. Okay, kitu cha pili, yeye hana elimu kuhusiana na mambo ya crypto. Hajui kitu chochote ambacho kinachoendelea kwenye cryptocurrency. Sawa, kwa kitu cha kwanza anazungumza kuhusiana na pesa yoyote ya nchi yoyote lazima itambulike. Mimi mwenyewe nakubaliana naye. Karibia kila nchi lazima inakuwa na mfumo wake wa pesa ambao unatambulika duniani. Ni kweli kabisa. Lakini akumbuke vile vile hizo nchi huwa zinafilisika. Kwa wale ambao hawajui, Marekani ishaye kufilisika zaidi ya mara 2. Maana yake nasema mara 2, mara 3 au mara 4. Lakini Marekani ishaye kufilisika. Kama watu wanakumbuka mwaka 1971 President nani anaitwa Nixon ambaye aliitoa Marekani kutoka kwenye gold standard. Unadhani kwa nini ilitolewa kwenye gold standard? Ilitolewa kwenye gold standard kwa sababu ilikuwa haina pesa, haina dhahabu za kutosha za kuweza kuibackup ile pesa yake. Kwa hiyo pesa ikawa kama promissory note, fiat. Kwa hiyo anachozikiongea inawezekana hajakifanyia utafiti vizuri ili aweze kujua. Tunajua nchi kama Iran leo hii fedha yake imeshushwa. Hivi it doesn't make sense. Yaani inakuwaje nchi ambayo ina mafuta ina kila kitu, kwa kuwa kuna nchi zingine haizipendi, basi ile hela wameishusha mpaka imekuwa zero. Haya, tuambie kwa wale ambao wamewekeza Iran kule, wamewekeza mamilioni ya pesa, au alikuwa amechukua hela anaenda kumlipa mtu kutoka China au sehemu nyingine, hapo tunafanyaje? Anasaidiwaje huyu mtu? Kwa hiyo maswali kama hayo hata yeye akiulizwa hawezi kuyajibu. Tunajua Venezuela, tunajua Zimbabwe. Hivyo unajua Venezuela kitu gani ambacho kiliwasaidia? Venezuela iliwasaidia cryptocurrency. Na hizi nchi zote ambazo zilipata misukosuko ya nani, crypto ndio ilikuwa inatumika badala ya fedha ya ile nchi. Kwanza hapo inabidi ajue. Inawezekana halikuwa hajui
Kwa hapa mimi namuelewesha ili aweze kujua hiki kitu kinaendaje. Venezuela kama Venezuela ilishindwa kujiendesha. Kwa hiyo kinachotokea, watu wakawa wanatumia crypto kwa ajili ya kufanya transaction. Wanatumia Bitcoin, wanatumia hizi USDT. Hiyo nani Iran mimi naizungumzia Iran. Leo hii wameicrash ile pesa yake, lakini leo hii Iran inaendeshwa na crypto. Watu wanatumia USDT, umeona? Stablecoin ambayo ipo katika mfumo wa crypto. Crypto ndio inaendesha maisha ya watu wa Iran. Wao wenyewe wanatumia Bitcoin kwenda kupokea nani pesa zake, Bitcoin au crypto. Maana ya kutengeneza cryptocurrency, maana yake kutengeneza Bitcoin. Mtu ambaye aliyetengeneza ambao ni Satoshi, japokuwa sio hilo ni jina tu lilitumika, lakini ni mtu mmoja au kundi la watu ambao walitengeneza ili kuitoa mifumo ya serikali ambayo inaonekana ni ya kinyonyaji na ya kikandamizi na ya kishenzi. Kwa sababu gani? Ilivyotokea anguko la fedha la mwaka 2008, inaonekana wale watu ambao walihusika hawakuchukuliwa hatua yoyote. Hivyo vitu vipo wazi. Waliohusika na lile anguko la kiuchumi la mwaka 2008 ambao liliathiri sio Marekani tu na dunia kote, kwa sababu watu wengi wanachukua dola kama gold standard, iliathiri hilo. Ndio huyu jamaa akaja na wazo la kutengeneza pesa ya kidijitali ambayo haitoathiriwa na anguko la kiuchumi. Leo hii tunaona cryptocurrency hiyo ambayo huyu mzee anasema kuhusiana kwamba isinaniliwe, usiwekeze huko, ndio inawasaidia haya nchi ambazo pesa yao inakuwa crushed bila sababu yoyote, kwa sababu ya kisiasa au watu tu. Mtu anasema naye mimi nchi hii siipendi, au nataka niibe mafuta yako, ukinikataza na i-crush hiyo hela yako. How is it possible? Yani it doesn't make sense. Yani kwamba nchi nyingine na kwa hiyo thamani ya kununua labda dhahabu inapotea. Dhahabu itakuwa thamani yake ipo pale pale. Ndio maana ya crypto, ndio maana walivyotengeneza Bitcoin. Maana yake walikuwa wanataka pesa ambayo duniani kote itakuwa the same, na sio tuitumie dola tu, kwa sababu dola yenyewe kadiri siku zinavyozidi kwenda value yake inashuka. Issue ya pili, Bitcoin, crypto na Ponzi scheme. Ana tofauti hapa, anazungumza vitu ambavyo yeye hana ufahamu navyo. Anazungumzia Bitcoin pamoja na crypto, hazijui hata kidogo. Yeye anajua tu uwekezaji wa hisa sana. Ndio anachojua, uwekezaji wa hisa kuliko vitu vingine vyovyote vile. Umeona? Kingine anachozungumza Bitcoin pamoja na Ponzi. Mtu anasema eti mtambo ulizima. Nani kakwambia mitambo imezima au imezimika? Inawezekana alienda kuongea na victim wa Ponzi scheme, kwa sababu kipindi cha nyuma mambo ya crypto watu walikuwa hawana elimu nayo. Wakawa watu wanachukuliwa hela zao zinaenda kuwekeza kwenye Ponzi scheme ambazo zimejiweka magamba kama vile ni crypto, lakini sio crypto, yalikuwa ni maponzi scheme. Nesi unaelewana kwenye hilo. Kwa hiyo watu waweze kuelewa kwamba Ponzi scheme zipo sehemu zote, zipo kwenye crypto na zipo kwenye dunia ya kawaida. Hata yeye mwenyewe anajua kuhusiana na Ponzi scheme, lakini sio cryptocurrency. Kwa hiyo mama alienda kuwekeza hela, aliweka afa kali. Ni sawa sawa na desi tu, ni sawa sawa na LBL. Umeona? Sawa sawa na Kalinda. Zipo kwenye crypto na zipo kwenye maisha ya kawaida. Ukiwekeza kwenye sehemu ya ni hivyo. Crypto ni decentralized. Haimilikiwi na mtu wote, na hamna mtu wote anaweza akasema eti akazima mtambo. Mtambo gani ambao unamiliki crypto? Haupo. Kingine hapa cha tatu, hapa nimezungumza kuhusiana yeye hana elimu. Umeona? Kwenye elimu ya kuhusiana na kwenye cryptocurrency yeye hana. Bahati nzuri mimi na elimu karibia sehemu zote, na elimu ya kwenye crypto, na elimu kwenye hisa, mambo ya putifungani na hivyo vitu vyote nilijifunza nikaelewa vyote. Kwa hiyo yeye amebezi sehemu moja tu, na sio mbaya kwake, yeye ni nzuri kwa sababu imempa faida kubwa sana, ametengeneza pesa nyingi. Kwa wale watu ambao labda kuna wengine niliona video ambazo wanamkebehi, jamani, huyu ni gwiji la uwekezaji hapa Tanzania, especially kwenye hisa. Ni gwiji la uwekezaji. Huyu alikuwa na 3% alikuwa Tanga Cement sijui. Kwa hiyo jamaa yupo vizuri na anaheshimika sana, lakini kwenye crypto yeye ni mwanafunzi na hajui chochote. Kitu kingine, hata hisa nazo zina hasara. Kwa wale watu ambao wanajua, kuna kampuni ilikuwa inaitwa Jatu. Yeye mwenyewe huyu alikuwa anaitetea hiyo kampuni ya Jatu. Kwenye mkutano wake mmoja, kwenye semina yake fulani ilifanyika at Regency pale. Umeona? Akawa anawaponda watu ambao hawakuwekeza mwanzoni kwenye hisa za Jatu. Jatu leo iko wapi? Yes, hisa yake moja ilitoka 500 mpaka shilingi 3000, ilipanda zaidi ya mara 6, lakini leo hii Jatu iko wapi? Kuna watu wamepoteza mamilioni. Kuna mama fulani alipoteza zaidi ya milioni 400 kwenye Jatu. Haya, atasemaje kuhusiana na hiyo? Yule mama alipoteza zaidi ya milioni 400 mpaka akapata pressure. Atazungumziaje kuhusiana na hilo? Kwa hiyo haya ni mambo yale ambayo
watu huwa wanaangalia upande mmoja bila kupata elimu ya upande mwingine. Hata hisa nazo zina hasara. Kuna watu ambao wamewekeza kwenye Vodacom toka mwaka 2017 18 mpaka leo hii ndio wamepata faida kidogo tu. Yaani yule mtu ambaye aliwekeza kipindi kile alinunua hisa moja kwa shilingi 800, leo hii ndio ame break even. Kwa hiyo miaka yote hiyo leo ime break even. Lakini waliowekeza sehemu nyingine wamepata. Ndio iko kitu ambacho tunazungumzia. Na kwenye mambo ya uwekezaji, faida na hasara, hivyo ni vitu ambavyo vipo. Hiyo ni part ya uwekezaji. Sawa guys? Kingine, okay, ya tu Vodacom. Kwa wengine, kuna watu wengine hapa anazungumzia ukiwa na matatizo benki utaenda hapa. Haya, matatizo ambao watu walipata kwenye Jatu. Kuna watu ambao benki zilifilisika hapa Tanzania, zilifilisiwa na yule na jamaa ufilisi. Wale watu unazaona walipata kiasi gani cha pesa? Kwa sababu benki ikifilisika, kinachotokea mtu wa kwanza kabisa anayelipwa ni mtu ambaye ni mwekezaji. And then baadaye anayekwanza kulipwa analipwa mtu ambaye ni mdai. And then anakuja kulipwa mwekezaji. Wewe depositor unaonekana wewe kama mwekezaji, sio mdai. Kwa hiyo amount unalipa ni ndogo kuliko amount. Kuna mama walikuwa wanalia, kuna ile benki ilikuwa inaitwa Meru sijui na zile za Njombe zile. Benki karibia 7 zilichukuliwa. Achana na hiyo, kuna hii benki nyingine ilikuwa inaitwa nini sijui. Na walikuwa hadi inaisa kwenye soko la hisa Dar es Salaam, na hisi walikuwa katika ile second nini sijui. Umeona? Hao nao utazungumziaje? Walipoteza hela zao. Wameweka kwenye benki na hizo benki zimefilisiwa. Utasemaje? Na wamepoteza hela zao. Mtu hata ukiwa na milioni 30 unapewa milioni 1, milioni 2. Ndio hiyo sheria ya ufilisi inasema hivyo. Sawa? Kwa hiyo ni hivyo. Hebu turudi kwenye nini. Leo hii kuna watu wanamfuatilia Benjamin Fernandez ambaye ndio mnani wa Nala. Anazungumza kabisa, jamani, tuziangalie cryptocurrency, tuangalie mtu unao uwezo kuweka hela yako kwenye USDT. Why? Kwa sababu sometimes na mara nyingi hela yetu sisi ambayo ni shilingi inashuka thamani. Sio mbaya sana pesa kuwa chini. Mfano China huwa inashusha thamani ya pesa zake, lakini inasema kabisa kuna kama wale watu ambao hawaelewi, hebu nendeni mkafuatilie hoja nani zile za hawa nani ACT Wazalendo, wao wanachambuaga sana. Nenda mkaangalie kule, wanazungumzia kuhusiana na deni la serikali lipo kwa dola ikipanda, kwa deni letu linapanda. Why? Kwa sababu shilingi yetu haipo stable. Umeona? Sometimes wewe inashuka thamani. Mara nyingi tu inatokea. Lakini mkurugenzi anakuambia kabisa, CEO anakuambia kabisa, tuangalie na hizi stablecoin zipo kwenye nini? Si zipo kwenye crypto. Kwa hiyo leo hii hizo nchi ambazo zimefilisika wanakimbilia crypto kuokoa wananchi, wanakimbilia kwenye crypto. Utasemaje usiwekeze kwenye Bitcoin? Utasemaje usiwekeze kwenye crypto? Akati nchi zilizofilisika crypto ndio inaokoa. Kwa hiyo hapa unajua kabisa kwamba huyu mwalimu, yeye ni mwalimu mzuri, tutampa sifa zake kwenye uwekezaji, ni guru, uwekezaji wa kuhusiana na mambo ya hisa na nini. Lakini akija kwenye crypto yeye ni mweupe. Yaani hana kitu, hajui chochote kile kinachoendelea. Na ukiingia kwenye crypto bila kupata elimu, lazima utatapeliwa na utapoteza hela tu. Ni sasa sana sehemu yoyote ukiingia kichwa bila kupata elimu utatapeliwa. Kuna watu wengi wameingiza kwenye hisa kichwa wametapeliwa. Kuna wengine walikopa wakaenda kuingiza kwenye hisa, wakanunua hisa zilifika 7,000 sio na 3,000 4,000 zikashuka mpaka shilingi 3,000 huko 2,000 au mingine 500, mwisho wa siku watu wakapata hasara. Ipo hivyo sehemu zote. Mambo ya kuzima mtandao kwenye crypto gani jamani, watu wanazima mtandao. Okay guys, have a nice day.